Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo inaendelea kwa wiki hii. Leo ni siku ya kwanza ya mfungo. Kwa hiyo endelea tu kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele yako Bwana, watoto wako kwa moyo wa unyenyekevu. Baba, tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji mwongozo kutoka kwako. Tunahitaji Bwana maongozo yako, Roho Mtakatifu uliotupatia anaishi ndani yetu. Baba, akafanya ile kazi ambayo Bwana umemwagiza aifanye ndani ya maisha yetu. Akatufundishe, akatuhekimishe, akatuonye, akatuadabishe, akatuonyeshe mambo yajayo. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, tunakuomba utufunulie katika neno lako Bwana, tukajue kweli yote iliyojificha ndani ya neno lako ambayo Bwana umetupatia siku ya leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaomba neema yako juu ya wote Bwana waliopo mahali hapa Baba, wakasikie neno lako na kulitenda sawasawa na yale ambayo Bwana unataka wayatende. Mungu, mambo yetu mengi umeyaficha ndani ya neno lako. Tunaomba Bwana ukatufunulie tukaweze kufanya sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba kushukuru. Amen. Amina. Basi tufungue Misali sura ile ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Kitabu cha Misali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Misali sura ile ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Misali 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Anasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Jana tuliona juu ya maombi. Na tumesema wiki ni wiki ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona jana tafsiri ya maombi ni mazungumzo binafsi kati ya wewe mtoto wa Mungu na Mungu. Mazungumzo binafsi kati ya wewe mtoto wa Mungu na Mungu. Hiyo ndio maana ya nini? Ya maombi. Kwa tunaposema hii ni wiki ya maombi, ni wiki ya kuamua kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuwa mtii kwa yale ambayo unaagizwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona jana makusudi ya maombi, tuliona mengi sana. Lakini leo tutaenda kuangalia ahadi zinazopatikana katika maombi. Ahadi katika maombi. Bwana asifiwe. Amen. Ahadi katika maombi. Jana tuliona makusudi ya maombi. Leo tunaona ahadi zilizopo katika maombi. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia hapa kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Tunapokuwa wanyenyekevu mbele za Mungu kwa mazungumzo, yaani tunapokuwa wanyenyekevu mbele za Mungu, tunapokwenda mbele za Mungu kwa mazungumzo naye, kuna ahadi nyingi sana ambazo Mungu ameziachilia katika neno lake. Na ndio maana Mungu anataka unapokwenda kuzungumza naye, nenda na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Nenda na nini? Na neno lake.
unapokwenda na neno lake utapata neema kutoka kwake. Atakuonyesha kwa nini amekuita uzungumze na yeye kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ziko ahadi nyingi sana ambazo Mungu amezitoa kwa kupitia maombi. Kwa hiyo unapokuja kwenye maombi, unakuja kukutana na ahadi za Mungu, au unakuja kujibiwa ahadi za Mungu, au kufafanuliwa ahadi za Mungu ambazo aliziahidi kwa ajili ya wewe uweze kuzipata. Leo tutaangalia baadhi ya ahadi ambazo Mungu ameziahidi mwenyewe na zinapatikana kwa kupitia mazungumzo yake. Ndio maana jana tuliona katika ile Isaya sura 43 kuanzia ule mstari wa 25 na 26, Mungu anatutaka sisi tuende mbele zake tukahojiane naye, tukamkumbushe. Njooni mbele zangu tuhojiane, mnikumbushe, semeni haja zenu ili muweze kupata haki yenu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ahadi ya kwanza kabisa ambayo inapatikana kwenye maombi ni Mungu mwenyewe anatoa nafasi ya kuwasikiliza wenye haki, kwamba Mungu anasikiliza wenye haki. Ahadi ya kwanza ni Mungu mwenyewe anasikiliza wenye haki. Tufungue Biblia yetu katika kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 12. Petro wa kwanza sura ile ya 3 na ule mstari wa 12. Mungu ametoa ahadi ya kuwasikiliza wenye haki. Sasa ni neema ya namna gani Mungu mwenyewe unapokwenda mbele zake kuzungumza naye anapata nafasi ya kukusikiliza? Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wake wa 12. Anasema, kwa kuwa macho ya Bwana waelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Bwana macho yake yanafanya nini? Yanawaelekea wenye haki, na masikio yake muda wote yanasikiliza maombi ya wenye haki. Hiyo ndio ahadi ambayo ameitoa. Kwa hiyo unapokwenda mbele za Mungu, maana yake unakwenda ukiwa unajua ya kwamba mimi ninakwenda kusikilizwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kama unakwenda kusikilizwa na yeye, maana yake ni nini? Ni kwamba kila utakachokisema yeye atakisikia, na kama atakisikia yeye atafanya nini? Atakifanya. Na anakifanya ili mtoto wake uweze kupata nini? Furaha. Anasema furahini siku zote. Na uwezi kupata furaha kama hauwezi kupata yale ambayo Mungu anataka wewe yapate kwenye maisha yako. Kwa hiyo anasema kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao. Jiweke sehemu ya wenye haki. Usijifanye mwenye haki. Mungu anajua. Mungu anaangalia rohoni. Mungu anaangalia roho yako. Mungu anaangalia mwili wako. Mungu anaangalia unachotamka. Kwa hiyo matamshi ya mwenye haki, mwenendo wa mwenye haki na tabia ya mwenye haki ndio inamruhusu Mungu kuweza kufungua masikio yake kukusikia na macho yake kupata kufanya nini? Kukuona. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo jitahidi sana kujinyenyekeza mbele zake. Ishi maisha yanayompendeza Mungu. Aliyekuleta duniani hapa ni yeye, anajua kwa nini amekuleta. Msikilize yeye atakuonyesha njia. Ametuambia katika ile Mithali sura ile ya 3 na mstari wa 5 na 6, anatuambia tusitegemee akili zetu wenyewe. Unapotegemea akili yako utafeli tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chochote kile, jana tulizungumza hapa, hata kama unataka kuanzisha jambo lolote, jitahidi kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Mshirikishe Mungu. Mwambie Mungu, ninaomba msaada wako juu ya jambo hili.
ninataka kufanya 1, 2, 3, ninaomba unisaidie. Mungu yuko tayari kusaidia watu ambao wanamuomba yeye. Yeye anasema ombeni nanyi mtapewa. Ukiomba msaada utapewa msaada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa tujitahidi kuwa wenye haki mbele zake, tuishi maisha yanayompendeza yeye, tuenende vile ambavyo Mungu anataka tuenende, ili Mungu aweze kufanya yale ambayo ameahidi katika neno lake. Tufungue tena Matendo ya Mitume sura ile ya 10 mstari wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume sura ile ya 10 mstari wa 1 hadi wa 4. Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia mstari wa 1. Palikuwa na mtu mmoja Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kaisaria, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akamjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tumeona kwamba ahadi ya maombi, ahadi za Mungu zinazopatikana katika maombi yetu ni Mungu kutusikiliza. Mungu anasikiliza kile ambacho unamuomba. Bwana asifiwe. Amen. Hapa kulikuwa na huyo mtu mmoja Kornelio. Yeye alikuwa ni mkuu wa kikosi. Yaani tuseme kama Tanzania hapa ni mkuu wa jeshi la Tanzania, jeshi la wananchi tu mfano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule mkuu alikuwa anamuomba Mungu na anatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alikuwa anaona na maombi yake alikuwa anafanya nini? Anasikia. Mungu akamtuma malaika aende akamhakikishie kwamba Bwana, haya mambo unayoyafanya hapa duniani, Mungu kule yanamjia moja kwa moja. Na inakuwa nini? Ukumbusho mbele zake. Hapa anatuambia huyu mtu alikuwa anaomba daima, maana anaomba kila siku. Anasema kwa kufanya hivyo kule unaweka ukumbusho mbele za nani? Za Mungu. Na Mungu amesikia maombi yako. Kumbe maombi yako wewe unapoomba, Mungu anafanya nini? Anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapotoa sadaka yako, Mungu anaona. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo yote Mungu anayafanya ili kwamba kuhakikisha kwamba wewe unaishi maisha mazuri. Kwenye njia zako zote mtegemee yeye, na yeye atayanyosha mapito yako. Kuna mambo yanapinda kwenye maisha yako, mwambie Mungu, mwalike Mungu, mshirikishe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie Mungu kwamba mimi napitia 1, 2, 3. Ninaomba msaada wako. Mimi ninaona maisha yangu yako hivi. Ninaomba msaada wako. Mungu umesema ombeni nanyi mtapewa. Mimi ninaomba msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usiwe na ujuzi wa kusema mambo mengi mbele za Mungu, kuelezea vitu vingi mbele za Mungu. Wewe sema tu jambo moja tu, Mungu, mimi ona ninayoyapitia. Kwa haya ninayoyapitia kwa akili zangu siwezi. Umesema katika neno lako nisitegemee akili zangu kwa haya ninayopitia. Umesema katika neno lako nikutegemee wewe katika mambo yangu yote, na wewe utanyosha mapito haya. Ninaomba msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye anajua, yeye ndiye anayetupatia pumzi siku zote za maisha yetu. Yeye ndiye aliyetuokoa.
Wanadamu wote unaoona hao, hata na kiburi chao, bado Mungu ndiye anayewapatia pumzi. Yesu ndiye aliyetuokoa. Yeye yupo anasubiria umshirikishe ili aweze kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo jitahidi sana kumshirikisha Mungu katika mambo yako. Anahitaji akusaidie. Huyu ndugu tunamwona alikuwa anaomba kila siku. Daima, manake ni kila siku. Tunataka viongozi wa namna hiyo ambao wanamtanguliza nani? Mungu katika kazi zao. Na Mungu anaona maombi yao, anaona sadaka zao, anatuma malaika. Malaika anamwendea saa 9 mchana, anamwambia Bwana, maombi yako yote unayoombaga yameshafika juu kwa Mungu. Na yamefanya nini? Anatuambia hapo. Yaani unapofanya hivyo inakuwa ni ukumbusho, nayo yamekuwa ukumbusho mbele za nani? Za Mungu. Kama ni ukumbusho, maana maombi yako ya thamani sana mbele za Mungu. Tuliona siku moja tunasema maombi, Mungu anasubiria maombi yako, sababu maombi yako ni manukato mazuri mbele zake. Ni kama perfume nzuri mbele zake. Maombi ya watoto wa Mungu yanapeleka perfume nzuri mbele za Mungu. Peleka perfume na Mungu akaone jinsi inavyonukia kutoka kwa mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome tena Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 13 hadi wa 18. Yakobo sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 18. Kuwa mtu wa maombi. Kuwa mtu wa maombi itakusaidia sana kwenye maisha yako. Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Yakobo sura ya 5 kuanzia mstari wa 13. Anasema, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua tena. Bwana atamuinua, hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua Mungu yeye aangalii unaomba nini. Kikubwa anachoangalia wewe ni mwenye haki mbele zake. Kama ni mwenye haki mbele zake, anasikiliza maombi yoyote utakayo yaomba. Bwana Yesu asifiwe. Na anajibu maombi yote ambayo utakayo yaomba. Kikubwa yaambatane na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu yeye anajibu maombi yetu kwa kuangalia neno lake. Ndio maana anataka tumkumbushe alichokisema ili aweze kukitekeleza kwenye maisha yetu. Hapa anatuambia mstari wa 13, mtu wa kwenu, manake mtoto yoyote wa Mungu, ndani ya kanisa, nje ya kanisa, akiwa amepatikana na mabaya, ameambiwa afanye nini? Aombe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mabaya mangapi yanapita kwenye maisha yako? Je, unaomba au unalalamika? Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu amesemaje? Mtu yoyote, manake ni mimi, ni wewe. Ukijiona unapatikana na mabaya au familia yako inajiwa na mabaya, umeagizwa kufanya nini? Kuomba. Na aombe. Na anasema tena,
Kama mtu mwingine ana moyo wa kuchangamka, yaani unayo moyo wa kuchangamka, umefurahi, basi imba zaburi, mwimbie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa na moyo wa kuchangamka, imba zaburi, mwimbie Mungu, msifu Mungu. Amefanya mambo mengi duniani hapa. Bwana asifiwe. Wewe ukifua nguo zako unategemea nini ili ziweze kukauka? Jua. Tunategemea jua, sio? Lakini Mungu aliliweka jua, akaliambia lifanye kazi hiyo. Mpaka leo bado linaendelea. Kwa hiyo unapochangamka, msifu Mungu. Mungu asante. Kumsifu Mungu sio kumwimbia, ni kusema yale matendo ambayo ameyafanya kwa ajili yetu na tunayaona faida yake. Mambo unaweza kuona ni madogo madogo, lakini hakuna jambo dogo. Wewe kutoka nyumbani kwako mpaka kwenda sehemu nyingine, hiyo nguvu ambayo unatembea nayo ni Mungu amekupatia. Amen. Msifu kwa jambo hilo. Asante Mungu, umenipatia nguvu, nimetoka nyumbani mpaka nimefika mahali hapa. Wengine hawajaweza hata kunyanyua mguu kama unavyofanya wewe. Wewe unaona ni kitu cha kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna usiku, kuna mchana. Msifu Mungu kwa mambo hayo. Matunda Mungu ameyaleta katika ulimwengu huu, matunda ya aina mbalimbali, na kila tunda lina ladha tofauti. Ukichukua chungwa na pera, ladha tofauti. Ukichukua papai na tikiti maji, ladha tofauti. Hata kama rangi zinafanana, lakini ladha tofauti. Msifu Mungu. Mambo ya kumsifu Mungu yako mengi sana, sio lazima ujipange. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wamelima huko vijijini, wamelima mpunga, wameuvuna, wameusafirisha, wameupeleka mashine, wameukoboa. Leo hiyo umeenda kuuchukua, unapika, unakula. Shukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mambo ya kumshukuru Mungu yako mengi sana, lakini hautoweza kuyapata mpaka ujue ahadi ambazo Mungu ameziweka katika maombi. Tunaendelea tena, anatuambia mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa. Maana huyu sasa anaumwa kiasi kwamba hata yeye mwenyewe hawezi kuomba. Awaite wazee wa kanisa. Wafanye nini? Kitu cha kwanza alichokiagiza, wafanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Amesema mtu wa kwenu akiwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamuombee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nao wafanye nini? Wamuombee. Kwa hiyo jambo la maombi liko kila sehemu. Mstari wa 15, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua. Kumbe kinachosababisha Mungu aweze kumponya mtu ni nini? Ni maombi yako ya imani. Imani ni nini? Ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Unapokwenda kwa mgonjwa, tarajia atakuwa mzima, na Mungu ataangalia yale matarajio yako, ndio yanakwenda kwa nani? Kwa yule mgonjwa, naye anakuwa mzima. Kwa sababu anayeponya sio wewe. Anayeponya ni nani? Ni Yesu. Aliyepewa nafasi ya kuponya ulimwengu mzima ni nani? Ni Yesu peke yake. Kwa hiyo wewe unakuwa kama, kwa nini Yesu anasema nendeni kwa wagonjwa mkaweke mikono yenu juu yao nao watapata afya? Unapotoka na kuchukua hatua, na yeye anakuwa pamoja na wewe. Anasema mimi nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dahari. Kwa hiyo unapochukua hatua ya kusema kwamba ngoja nikawawekea wagonjwa mikono, na Yesu yuko pamoja na wewe. Maana unapokwenda pale, unapoweka mkono hivi, Yesu mwenyewe ndiye anafanya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nini kinachokutoa mpaka kwenda kumwekea mgonjwa mkono? Ni imani ya kwamba Yesu anafanya nini? Anaponya. Kama ungekuwa unajua kwamba Yesu aponye, utaenda. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo anayeponya ni nani? Ni Yesu. Imani chanzo chake ni kusikia. Unaposikia na unapofanya, na Yesu anatekeleza. Kwa hiyo tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana. Yaani maombi yako, ukishaungamana dhambi zako, omba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Usiseme mimi sio mtenda dhambi. Hapana, unaweza ukakosea hata kuwaza tu. Unaweza usiongee vibaya, unaweza usifanye mambo mabaya, lakini unaweza ukawaza vibaya. Ukishagundua tu hivyo, piga magoti, tubu. Na ukisha tubu, omba. Omba ni nini? Zungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mstari wa 17 anatuambia hapa, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Ndio maana nilisema mwanzo kwamba Mungu yeye anaangalia maombi ya mwenye haki. Angalia aina ya maombi. Ukishakuwa tu mwenye haki, ukiomba chochote Mungu anafanya nini? Anafanya. Na wajua Elia hapa alifanya nini? Elia hapa alichokifanya ndio Yesu alikuja kutuambia baadaye. Anasema nimewapa funguo. Mtakachofunga chochote duniani kitakuwa kimefungwa wapi? Mbinguni. Mtakachofungua chochote duniani kitakuwa kimefunguliwa wapi? Mbinguni. Elia ndio alitumia hilo andiko. Akafunga mvua miaka mingapi? Hatujui ni nini kilichomchukiza. Lakini miaka 3 dunia nzima hakuna nini? Mvua. Aliyefunga ni nani? Elia. Sababu nini? Sisi hatujui. Lakini Mungu alisikia na akaitikia maombi yale, ikafanyika. Baada ya miaka 3 akaenda akafungua mvua, ikaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Leo zamu yako na zamu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwenye haki mbele za Mungu, nenda mbele yake kwa unyenyekevu, omba chochote na yeye atafanya nini? Atakupatia. Kwa sababu ni ahadi yake. Amesema moja ya ahadi ambayo ziko kwenye maombi ni kutusikiliza. Kwa hiyo Mungu anasikiliza kila unachoomba. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi ya pili inayopatikana kwenye maombi, Mungu ameahidi kujibu maombi yako. Ndio maana unatakiwa kwenda kuomba, kwa sababu Mungu ameahidi kujibu chochote utakacho muomba. Mungu anafanya nini? Anajibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa utampata wapi Mungu wa namna hiyo? Kila unachokiomba yeye anafanya nini? Anajibu. Tusome Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 5. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 5. Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Yakobo mtumwa wa Mungu. Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 5. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na wakamilifu bila kupungukiwa na neno. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5, lakini mtu wa kwenu akifanya nini? Akipungukiwa na hekima. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na mahitaji. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na mtaji. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na Roho Mtakatifu. Tumeruhusiwa kufanya nini? Anasema na aombe dua kwa nani? Kwa Mungu. Mungu ambaye anafanya nini? Awapae wote
lakini anapokwenda kuomba anatakiwa aombe kwa ukarimu, wala si kwa kukemea. Wala si kwa fanya nini? Kwa kukemea. Naye atapewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo gani umepungukiwa kwenye maisha yako? Neno la Mungu linasema hivi, mtu yoyote ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, aende mbele za Mungu, aombe chochote alichopungukiwa. Kwa nani? Kwa Mungu. Na Mungu atafanya nini? Atampatia. Lakini katika kuomba kwake aunganishe, awe mkarimu, kuwa mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu ametoa ruhusa hiyo. Nini kilichobakia? Maana hii ni ahadi kwamba ninapokwenda mbele za Mungu nikiomba chochote, Mungu anafanya nini? Ananipatia. Bwana asifiwe. Hizo ndio ahadi ambazo Mungu amezitoa. Tuangalie tena Marko sura ile ya 11 mstari wa 24 na 25. Marko sura ya 11 mstari wa 24 na 25. Leo tutaangalia hizo ahadi mbili tu. Ahadi ya kwanza kwamba Mungu anatusikiliza tunapomuomba. Lakini ahadi ya pili, Mungu akishatusikiliza anajibu yale maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Marko sura ile ya 11 mstari wa 24 hadi 25. Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Marko sura ya 11, 24 na 25. Anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuliona kule Mungu alituambia mwenye nini? Mwenye haki. Na anasema mwenye haki wangu akiomba kwa bidii, mwenye haki wangu ataomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenye haki, moja ya mtu mwenye haki ni nani? Ni yule ambaye anasikiliza neno la Mungu na kulitendea kazi. Hapa angalia, mimi nitaanzia mstari wa 25 ili tuende sawa. Anatuambia hivi, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Hiyo ni pointi ya kwanza, kwamba popote unapotaka kumwomba Mungu, kabla hujamwomba Mungu, anza kukumbuka ni nani amekukosea siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka nikuonyeshe kitu hapo. Kabla ya kumwomba Mungu chochote, anza kukumbuka ni nani amekukosea siku hiyo, na ni nani umembeba kwenye moyo wako. Msamehe pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Msamehe kwa kumaanisha, kwa sababu Mungu anaangalia wapi? Rohoni mwako. Umemaanisha kweli? Unaweza ukamsamehe mtu kwa mdomo, lakini moyoni bado unafanya nini? Unambeba. Sasa unapomsamehe, kuna makosa kumbe na wewe umeyafanya pasipo kujua, na Mungu anafanya nini? Anakusamehe. Anapokusamehe unakuwa mwenye haki mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Ukishakuwa mwenye haki mbele zake, ndio ule mstari wa 24 anasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, yoyote myaombayo mkisali, wakati umeshasamehe watu. Bwana Yesu asifiwe. Yoyote myaombayo mkisali, aminini mtayapokea, naye atakuwa yenu. Sasa usiposamehe watu, ni nini kinachotokea? Mstari ule ambao unafuata, mstari wa 26, lakini kama ninyi hamsamei, wala Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Sasa Baba wa mbinguni asipokusamehe wewe makosa yako, madhara yake ni nini? Ukimwomba hawezi kukupatia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo siku kuanzia leo, kabla haujaenda kuomba chochote, samehe kwanza waliokukosea.
Bwana Yesu asifiwe. Watangazie kabisa msamaha, watangazie kabisa msamaha. Tangaza kabisa msamaha. Mungu, ninamsamehe fulani, ninamsamehe fulani kwa sababu alinikosea hivi na hivi na hivi, na mimi ninasamehe na kuachilia kwa sababu wewe umesema ni wasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kosa kubwa ambalo umefanyiwa likashindwa kufanya ni kusamehewa. Sisi ndo tulifanya kosa kubwa mbele za nani? Za Mungu, lakini Mungu akatusamehe. Na kosa letu sisi ilikuwa ni nini? Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Kosa letu lilikuwa ni kwenda kuhukumiwa, na tulishahukumiwa kuelekea wapi? Motoni. Lakini neema ya Mungu, Yesu Kristo akafika, akasimama katika ile kosa, akasema kosa hili lote nitalivaa mimi, hawatuingia wapi? Motoni. Na ndio maana unapochukua hatua ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaondolewa kutoka katika ile foleni ya kuingia wapi? Motoni. Unaondolewa kutoka katika ufalme wa Shetani ambao wenyewe unaelekea wapi? Motoni. Unakuja kuwa mtoto wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo samehe, kuwa na moyo wa kusamehe. Hautojibiwa maombi yako kama hautosamehe. Utaona kila siku unaomba na ujibiwi, kumbe shida iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sameheni watu makosa yao nanyi mtasamehewa. Amesema kabisa hapa, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe. Sasa akisha kusamehe, na wewe ndo unakuwa mwenye haki mbele yake. Ukimwomba chochote na yeye anafanya, anakupatia. Yoyote myaombayo mkisali, aminini mnayapokea, naye anakuwa yenu. Lakini lazima ufanye kwanza msamaha. Mungu awabariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba mtakatifu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Nasema asante kwa sababu ya neema ya